unaosema nguvu nyingi, ambayo leo siwezi kuyapitia kwa sababu ya muda ambao uko mbele yetu. Amina. Sasa wiki hii tulikuwa tumejifunza habari za Roho Mtakatifu anavyohusiana na maombi ya mfungo. Ujumbe wetu wa leo, siku ya 7, tutajifunza juu ya kazi za Roho Mtakatifu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa leo unasemaje? Kazi ya Roho Mtakatifu wapi? Ndani yetu. Hivi wageni wetu walikuwa wangapi? Wageni waliotutembelea walikuwa wangapi? Hebu wasimame juu, walikuwa wangapi? 5. Hebu wasimame. Wako 7. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka nigawe hivi vitini. Sasa sijui nianzie wapi niishi wapi, kwa sababu tamomba mtumishi, maana wako wengi na vitini viko 5 ambavyo vimebeba somo letu la leo. Vile vitini viko 5. Sasa wale wa pale, maana wako pamoja, wanapewa kitini kimoja. Sasa mtumishi atajua hivi vitini vitaendaje, lakini somo letu ndio kama nilivyosema, kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya wokovu. Kila muumini anahitaji kuelewa kazi ya Roho Mtakatifu ndani yake. Watu wengi wanajua uwepo wa Roho Mtakatifu, lakini hawatambui kazi ya nani? Ya ndani, inayobadilisha mawazo, tabia, mwenendo. Mungu ana kusudi jema sana juu ya kila mtu. Mawazo ya Mungu ni mazuri. Tulianza masomo yetu na sisi tupo kwa kusudi la Mungu. Yaani hakuna mtu ambaye yuko nje ya kusudi la Mungu. Kila mtu yuko ndani ya kusudi la nani? La Mungu. Wewe ni kwa kusudi la Mungu. Umezaliwa kwa kusudi la Mungu. Kuna kitu unaenda kutimiza. Sasa Mungu ana mawazo gani juu ya maisha yako? Tukisoma kitabu cha nani? Cha Yeremia. Kwenye Yeremia maandiko yanasemaje? 29:11. 29:11. Kama uko karibu unaweza ukasoma. Kama uko mbali, haya. Yeremia anasema hivi, maandiko yanasema, mlango ule wa 29 mstari mdogo wa 11. Maandiko yanasema hivi: maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini lini? Siku za baadaye. Mungu anaongea na mtu mbaya, anaongea na mtu ambaye kwa sasa tabia yake si nzuri. Anaongea na mtu ambaye labda mambo yake yameharibika namna fulani. Anaongea na mtu ambaye amekatishwa tamaa na hali iliyopo. Sasa anamtumainishia, anamwambiaje? Maana mimi kama Mungu nina mawazo mazuri. Haya mawazo mazuri ya Mungu yalianza lini? Mawazo mazuri ya Mungu yalianza tangu pale mwanadamu alipoanguka kwenye bustani ya Edeni. Alianza, yani huyo ambaye amemfukuza bustanini, amemtoa pale kwa makosa, akaweka makerubi wanaolinda kwa upanga wa moto ile bustani, ili asiyatoe matunda yale ya uzima. Hapo alianza kutamka mema ya baadaye.
Yesu asifiwe. Akasema wewe Adam, wewe Eva, uzao wako, akaongea habari ya uzao. Yaani si jambo lale. Huyo Yesu Kristo aliyekufa kifo hicho cha kufufuka, ni kwamba hapo sasa shetani amesharengetwa wapi? Kichwa. Uzao wa mwanamke umeshampiga kichwa. Lakini ile kwamba uzao wake, uzao wa nyoka utang'ata nini? Kisigino. Ina maana ya ile kifo iliyotokea, kwamba kufa atakufa, lakini utarengetwa kichwa. Utang'ata, lakini hautamaliza. Lazima atafufuka. Na hapo kichwa chako kimeondoka. Na sasa hapo tulipo, Mungu anatoa tumaini siku za baadaye. Mungu ana mawazo mazuri juu ya mwanadamu. Ana mawazo mazuri juu yangu. Ana mawazo mazuri juu yako. Sasa kujaje? Mimi niko kwenye somo linasema kazi ya Roho Mtakatifu. Tangu anatolewa, ahadi inatolewa, akasema msitoke humu mjini hadi mvikwe uwezo utokao juu. Uwezo huu unaenda kusaidia nini? Uwezo huu nilishasema kwa wiki nzima kwenye vipindi vyote kwamba anakuja kusaidia udhaifu. Sio udhaifu wa maombi tu, hapana. Sisi ni wadhaifu. Mume na mke wana udhaifu wao. Roho Mtakatifu ana kazi kwenye familia ambayo wako wana udhaifu wao. Maana wewe mwenyewe kwa tabia, maana Waswahili wanasema tabia haina dawa. Mtu aliyelelewa kwao, tabia yake eti unamfundisha, tabia haina dawa, ameshajifunza. Na katika enzi hizi za kuoa kabila lingine na kabila lingine, hapa ndio mambo yamewaka moto. Kwa sababu mtu unayeenda kumuoa hajui mila yako, hajui desturi yako. Ukienda kwa Wasukuma, kuna salamu ya wanawake kusalimia watu kwa kufanyaje? Kwa kupiga magoti. Sasa wewe Msukuma umeoa wa kwetu, haina maji. Ugomvi wa kwanza unaanzia pale. Yaani ndoa inaanza kuyeyuka kwa sababu ya goti tu ili moja. Kuinama kwenda chini sijazoea. Sasa mpaka umfundishe hiyo namba itakujaje? Na yako makabila kama. Sasa kama hayupo Roho Mtakatifu, unaanza kumkunja mke wako kwa nguvu. Lakini kama akiwepo, atasaidia, kwa sababu dunia nzima kila mtu na wazungu huko Ulaya wanasalimia kwa kuinama. Mmeshawahi kuona mzungu akifanya hivi kwa mwenzake? Mmeona? Na ukioa mzungu. Sasa kumbe Roho wa Mungu akija, anakuja kuleta matengenezo katika vitu kama hivi. Kuna vitu atatengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Atatengeneza ya wapasayo. Kwa sababu mbingu inataka mwenendo mzuri katika imani. Mbingu inataka utakatifu. Mbingu unaachana na dhambi. Mbingu inasema mwenendo mlioupokea kwa mama zenu na kwa baba zenu, mbingu inasema mnauondoa ule mwenendo, lakini mnapokea mwenendo mpya ndani ya Kristo Yesu. Mnapokea imani ambayo sio ya ukoo fulani, sio ya Wamasai, sio ya Wasukuma, sio ya Waira, sio ya Wachaga. Mnakuja kuunganishwa kwa Kristo Yesu aliye kichwa cha kanisa. Sasa mkiwa pale kwa Kristo, maisha yanatengenezwa kwa jinsi ya Kristo. Maandiko yanasema mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana maandiko, ndio maana kwenye Yohana 16:14 anasema atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Wakati mnaanza ugomvi, Roho Mtakatifu atanena hapo hapo neno gani linafaa liwekwe hapo. Neno gani? Sasa hii ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Kama hatuna Roho Mtakatifu, ugomvi ni mwingi. Shida ni kubwa. Matengenezo ni mengi. Kulaumiana ni kwingi. Kupigana ngumi nyingi. Lakini sasa mojawapo ya kazi ambazo Roho Mtakatifu, kama kuna watu wa kunisaidia kusoma maandiko, itakuwa jambo jema. Itakuwa jambo jema kama watakuwepo.
Maandiko yanasema maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwa maana hiyo Mungu hana nia mbaya juu yetu. Kwa maana hiyo mawazo yake ni ya amani na mafanikio na matumaini tele. Kila muumini ameandaliwa hatima njema. Kila muumini, sio watu fulani fulani, hapana. Watu wote wameandaliwa kila kilicho chema. Sasa nimesema Mungu anatuwazia mema. Hii ni wazo namba moja. Wazo la pili ninasema hali halisi ya mwanadamu bila uongozi wa Roho Mtakatifu. Hali halisi ya mwanadamu bila nini? Roho Mtakatifu. Wewe mwenye kitini bila shaka unaona, maana mimi kitini nacho kitumia hapa ndio hicho ambacho wewe unacho. Namba 2 inasema hali halisi ya mwanadamu bila uongozi wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Licha ya Mungu kuwa na mawazo mema juu yetu, sisi mara nyingi tunaishi kinyume na hayo. Tunawaziana mabaya, tunahukumiana, tunalaumiana, tunasengenyana, tuna kila kitu chungu nzima. Pamoja na kwamba tumemwona Mungu kwenye Yeremia anatuwazia mawazo mazuri, lakini sisi je? Mbingu inawaza mawazo mazuri juu ya huu umati, lakini huu umati wao kwa wao hawawaziani mazuri. Huyu anasema huyu ni mchawi, huyu ni mganga, huyu ananiharibia vitu vyangu, huyu analeta hili. Hii ni wazi kwamba ile kazi njema ya nguvu za Roho Mtakatifu haijakamilika ndani yetu. Ile kazi ikikamilika ya Roho Mtakatifu, hamna mtu utakayemwogopa. Kama ni wachawi, tumeshapata wachawi wapo kwenye Biblia, kina Simon mchawi. Kuna wale waaguzi wa yule binti wapo kwenye Matendo ile 16. Sasa wewe mchawi yupi huyu ambaye anakutishia kiasi kwamba unamkosea Mungu, kiasi kwamba unaingia kwenye lawama? Maandiko yanasemaje kwenye Zekaria 8:16-17? Nani amefika hapo kwenye Zekaria? Kumbe wewe una kitini. Zekaria hiyo inasemaje? 8:16-17, mistari miwili tu. Mtu mmoja anisomee, mtumishi. Zekaria 8:16-17. Mtu mmoja atusomee haraka chapa. 16 na hebu soma haraka mistari miwili tu. Zekaria sura ya 8 mstari 16 na 17. Neno la Bwana linasema, haya ndiyo mtakayo yatenda. Haya ndiyo mtakayo yatenda. Kila mtu na aseme kweli na jirani yake. Kila mtu na aseme kweli na jirani yake. Hukumuni kweli na hukumu ya amani malangoni mwenu. Hukumu yenu iwe hukumu ya kweli, yani maamuzi yenu yawe ya kweli. Wala mtu wa kwenu asiwaze mabaya moyoni mwake juu ya jirani yake. Wala mtu asiwe na mawazo mabaya juu ya ndugu yake. Wala msipende kiapo cha uongo, maana hayo yote ndiyo ni yachukiayo. Wala kuapa. Jamani, kuna watu wengine wanaapaka wasema, yani mwingine mpaka anagusa haki ya Mungu. Hata hizi viapo kikanuni hazipo. Hizi ni zile mila na desturi ambazo tumezipokea kwa baba zetu. Kibiblia hazipo. Na hizi ndizo zinazofyonza zile nguvu za kiroho. Ukishajiunganisha, ndio haya malaana labda ambayo wengine wanasema toa sadaka ya kuondoa laana fulani fulani. Baadaye tutakuchaji sadaka.